أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Inaonekana? هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haya maneno yanapatikana katika Lauhi Mahfudh. Lauhi Mahfudh ni sehemu kubwa iliyoko mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiupigia mfano, tunaupigia mfano kama blackboard. Pale pana kila kitu, na haya maneno yako pale kwenye Lauhi Mahfudh. Mwenyezi Mungu aliyatoa maneno haya akamletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza ikawekwa katika mbingu iliyoko karibu na dunia, panaitwa Baitul Izza. Ikakaa pale, alafu ikachukuliwa tena, ambayo ni Qur'ani. Sasa akaletewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikawa ni wahai unakuja, ndio tunaambiwa inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kutoka pale katika Baitul Izza analetewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Sasa utaikuta Qur'ani ni maneno matukufu ya Allah, alafu na mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'an katika usiku mtukufu, usiku wenye cheo. Usiku huu unapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wama adraka ma lailatul qadr. Ewe Muhammad, ni lipi lililokujuza? Ni upi usiku mtukufu wenye cheo? Mahia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa hana habari nao. Mwenyezi Mungu akamjibia akamwambia, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Lailatul Qadr khairun, ni bora, min alf shahr, kuliko miezi 1000. Hata kama utakuwa unaswali sunna, lakini sunna zake zile itakuwa haziwezi kufikia Lailatul Qadr. Ubora wake mwingine ni gani? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, kwa sababu malaika wanateremka katika usiku huo na baraka nyingi sana. Malaika pamoja na Jibril ar-ruh wamekuja biidhni rabbihim, kwa amri ya Mola wao, kutoka huko mbinguni mpaka kuja ardhini. Mwenyezi Mungu ananifaharisha kwa malaika, anawaambia, tazameni waja wangu wale wanaofanya kazi ndani ya mwezi wa Ramadhani, wamekesha ibada,
wamekesha kusoma, wamefanya hili na hili na hili na hili. Mimi zawadi yao nimewapa hiyo Lailatul Qadr. Zawadi hii tumeipataje? Zawadi hii tumeipata kwa sababu umri wetu ni mdogo, mfupi sana, lakini wale waliopita umri wao ulikuwa ni mkubwa. Kwa hivyo hawakupata hii zawadi isipokuwa wapate ummati Muhammad, watu wadogo wadogo wenye matendo kidogo kidogo, alafu na umri wao pia ni kidogo. Basi zawadi niliyowapa mimi kwa sababu ya heshima yao nimewapatia Lailatul Qadr, ambayo ni khairu min alfi shahr, inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ibada ziongezwe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumepewa ofa nyingi sana, tunaambiwa hata mwenye kufunga akilala, waalaikum salam, yuko ndani ya ibada. Akikoroma ile anaandikiwa amefanya tasbihi, ni kama aliyesema subhanallah subhanallah subhanallah. Sasa utasema basi miafadhi nilale mchana mzima, lakini hujaruhusiwa. Na nenda kazi, fanya kazi, alafu uje. Ukichoka, umetoka kazini umechoka, umelala, ndio unapata faida nyingi sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, inna Allaha yuhibbu an yara abdahu ta'iban min talabil halal. Mwenyezi Mungu yuwapenda sana sana kumuona mja wake amechoka. Sasa amelala, atoka wapi? Utafuta riziki yake ya halali. Sio ukae tu hapa, nimefunga jamani, naomba futari. Sio hivyo. Hili linafanywa sana, nipe, nataka futari, naomba futari, sijui nipe 10, nipe 20. Hata saa nyingine credit, utamkuta mtu hata credit hanunui, yeye ni kuflash. Please come, please come. Hii makosa makubwa. Muislamu min an yas'ala, kwenda kuvunja kuni huko mwituni ukaja ukauza ni bora kuliko kuomba. Tutapata na Waislamu. Hapa ndio tunapata walimu wetu wa Kiislamu. Umefewa, mtu anainuka, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Jamani, mwenye kudai maiti ajitokeze, sisi tuko hapa, tutalipa sijui nini. Iko hiyo inafanyika. Ni nani ashakitokeza akasema mimi nadai? Nani amejitokeza? Hiyo ni sana sana tuambiwa anayemdai maiti ajitokeze. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa maiti kama iwadaiwa hamswali. Tunaambiwa hivyo? Si tuambiwa hivyo? Alafu nyinyi mkachukua hatua gani? Sisi tukachukua hatua gani? Mtu kama ana deni asiswaliwe ama hakuswaliwa ni Bwana Mtume. Mtume anawaambia maswahaba, swali li akhikum, swalieni ndugu yenu. Mimi simswalie mtu ana madeni na mimi simswalie. Si ndio? Si ndio? Sasa sisi tulipoelezwa hivyo, jamani, huyu kama kuna mtu ana deni anamdai ajitokeze, kesho tena ajitokeze, kesho tena ajitokeze. Tumekuwa katika mazingira hayo, si ndio? Sasa tukachukua hatua gani? Hakuna. Moki. Tulichukua hatua gani? Bude. Tulichukua hatua gani? Hakuna, tuko pale pale vile vile. Sasa lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sio vile, ilikuwa anawafundisha watu kufanya kazi wasiwe na madeni. Ndio lengo lake Mtume, sio kusimama tu na kutangaza anayemdai maiti ajitokeze. Hapana. Ni kila mtu awe na kitu, kila mtu awe na kitu, iwe hadaiwi. Angalia Saidina Umar. Mtoto mmoja wa Saidina Umar, kanzu yake ilikuwa imepasuka pasuka sana. Sasa akienda chuoni, wenzake wanamcheka. Mtoto wa Amini, kanzu ndio hii, ina kila aina ya taraka. Wewe utasikiaje? Juma, utasikiaje? Ati mtoto wa gavana
kanzu yake ina jaraka itakuwaje? Lakini mpaka leo hatujaangalia watoto wa walimu wetu wanavyoishi. Mtoto wa mwalimu kafukuzwa shule, si kweli? Ama nyinyi hamjaona watoto wa mwalimu kufukuzwa shule? Tukachukua watu wale. Unatosheka tu, mwalimu analipwa, lakini mtoto wake yuko nyumbani. Ukimuuliza mwalimu, mbona mtoto nimemwona pesa bado zimekuwa sawa? Maana hakuna pesa, mwalimu hapati kitu. Kwa hivyo mtoto amefukuzwa. Tumrudie Saidina Umar, mtoto wake akaja akamshtakia, baba, bwana, mimi kule nikifika watoto wananicheka, kanzu yangu imepasuka. Unaona baba, amjalio lile. Saidina Umar likamchukiza sana, mtoto wangu mimi ni amiri mzima, mtoto wangu hana nguo. Saidina Umar akafunga safari mpaka Baitul Mal, kwa ufupi akaenda bank. Na Saidina Umar alikuwa hana account kule. Sasa angalia vichekesho, yeye anaenda Baitul Mal utafuta pesa, lakini hana account. Akanyimwa, akaambiwa Saidina Umar, pesa bana ndio ziko, lakini sasa wewe huna account hapa. Akapembeleza hivyo, nipewe bwana kidogo bwana, mtoto wangu nguo yake imepasuka, nataka na hivi na vile. Hapana, haiwezekani. Na kitu kilichofanya kwamba asipewe, yule karani pale anamwambia, mimi nitakupa pesa, alafu ukifa atakayelipa nani? Hilo ni swali, si swali? Si ni swali? Ya ukifa. Saidina Umar akafikiri, akamwambia ni kweli. Kwa hiyo mimi nikifa nitakuwa nadaiwa na itakuwa watu hawajui mimi nitakufa na deni. Kwa hivyo wacha mimi nifanye kazi nipate pesa nimnunulie mtoto wangu kanzu. Nani katika sisi ufikiria hivyo ati mimi je nikifa? Mkono tu. Kuna mia. Kama utafikiria siku moja Muki, je mimi nikifa? Muki je ukifa? Utakuwaje? Ufikiri huko unasema tu nipewe. Ndio pale tunakuja sasa, umekufa wanaambia jamani, Omari amekufa, anaidai ajitokeze. Kwa hivyo lengo la Mtume ilikuwa ni kila mmoja awe na kitu, hata sio kingi, lakini uwe na kitu. Ndio tuweze kwa mfano kujenga misikiti, tuweze kufanya mambo yetu, kufanya hili na lile. Lakini leo angalia, katika watu walioko nyuma kabisa kifedha ama kimapato au kimaendeleo ulimwenguni, kina nani? Why? Kwa nini? Hata ukiwa hapa Embu hapa, nenda town utafute mahali utulie. Tulia tu, watafuta Muislamu apite. Wallahi upate Muislamu akipita muone hata sijui wako wapi. Lakini utakuta watu wengine wanapita, wanateremka juu, wanakwenda, lakini wamtafuta Bakari, Omari, Fatuma, Mariamu, wanaisha humuoni. Kwani hawa? Nishaulizwa hapa mimi na mama mwingine Mkristo, akaniambia, mwalimu, kwani Waislamu wala nini? Waislamu wanakula kila Ijumaa, wale wanapika pilau. Nisi pesa kutoa wapi? Hivi jambo likamkera sana yule mama. Kwa hivyo sisi tuonekana kwamba sisi hatufanyi kazi, tuonekana. Ndio bwana. Ukiingia Magonando leo unamtafuta Saidi Mohamed Athmani, utampata. Kwa nini sasa? Kwa nini tuogopa sisi kuandikwa? Ama shida gani? Hizi kamati zisikae chini zijiulize, kwani kuna shida gani kwa Waislamu? Kuna shida gani? Mambo yetu hafifu, sijui nini hivi tu. Hatuna mambo sijui. Waislamu, haya ni mambo ya kufikiriwa. Si tufikirie tu kitu kimoja. Tufikirieni mambo. Mimi nakumbuka nilipokuwa hapa Dallas, tulikuwa hatuna madrasa. Tulikuwa tusomea kwenye msikiti ule wa zamani.
Si yote mkumbuka? Tulifunga maulidi miaka 3 hapa. Maulidi tuliyafunga tukasema hatusomi maulidi kama hatuna madrasa. Ni kweli? Mbona madrasa tulijenga? Tulipoamua kujenga si tulijenga? Si ile pale yaonekana na kila mmoja anajua Dallas kuna madrasa. Lakini kwa hatuna madrasa. Kwa hivyo tukitaka sisi tutafanya. Lakini tumekuwa na sijui slow nyingi, uvivu mwingi, nini. Kwa hivyo tuchangamsheni mambo, yani tuwe watu. Tuwe hata sisi pia tunahitajika. Nimemsikia mwalimu baada akasema kuna tende. Hizo tende ziko msikitini, kwa hivyo tulizichanga, kwa hivyo si tumechanga tende. Hivyo hata sisi pia tutoe tende ziende huko kama tunavyopewa huko. Ziende huko. Hiyo ndio sawa sawa. Na huo ndio Uislamu. Sasa tulikuwa tumefika wapi? Sayyidina Umar akakataa kuchukua zile pesa kwa sababu alinyimwa, na kilichomfanya ni kufikiria kufa, mimi nikifa nitadaiwa. Kwa hivyo kila mmoja awe na kitu ndio mambo yaweze. Alhamdulillah, mimi nimekuta huko Shakahola karibu nipotee huko wapi? Uko pale siweji. Kumechangama, lakini ukifika pale niliona bucheni moja imeandikwa Marsabit. Akafurahi sana. Kwa hivyo kuna watu wametoka nje wamekuja hapa. Lakini je, na sisi tumechangia nini pale Shakahola? Kuna nani huko pale Shakahola? Isipokuwa miraa pekee yake. Ukifika utampata Abdalla pale tayari uko kwenye miraa, shaku liko hapo. Sasa washindwa kwani wewe ilikuwa nini? Hakuna vingine isipokuwa hivi tu. Waislamu. Tutaelewana vizuri. Kwa hivyo Uislamu ni kitu kipo. Sayyidina Abu Bakar katika ghazwa Tabuk alichukua mali yake yote akamletea Mtume, akamwambia Mtume, shika hiyo, kwenda kanunue kile unataka kununua. Akamuuliza, watoto wako umewachia nini? Akasema, nimewachia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mwenyezi Mungu akamjibu Abu Bakar, akamwambia bwana Mtume, huyu wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, ameyafanya hayo si kwa sababu ya tajiri fulani au mkubwa fulani ili amlipe Abu Bakar. Asema hapana, illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa. Ameyafanya hayo kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi leo tufunga tumridhishe Allah. Usifunge kujiridhisha wewe. Wataka nyumbani kwako ukialika mtu akija aone kuna sambusa, kuna kababu, kuna pilau, kuna tambi. Zile tambi ziko karibu mara 3. Kuna tambi zimepikwa Kihindi, kuna tambi zimepikwa Kiafrika, kuna tambi zimepikwa Kizungu. Sasa nini? Kulikuwa na kijakazi mmoja. Huyu kijakazi alikuwa nyumba fulani kule Araba. Yeye amezoea kuona mazingira ya pale watu wakifunga wanakaa kimaskini, lakini si maskini, hakuna shanga. Amezoea hivyo. Sasa akauzwa kwa tajiri mwingine. Alipofika kule akakaa, ukaja mwezi wa Ramadhani kama hivi, akaona mambo yamebadilika, akakuta pilika mchele gunia 20, kilo 20, kilo 30, sukari kilo 50, anakuta huko kuna sijui nini, sijui tambi, sijui nini, sijui vimeja. Akamuuliza msichana wa pale, mbona naona vyakula vingi vinaletwa hapa? Akasema, Ramadhani yaja. Ramadhani inakuja, baba ikakamua yuandaa. Yule msichana akamwambia yule, ni sawa, ngoja mzee aje. Mzee alipokuja alimuita mzee, akamwambia, baba, mimi nataka unirudishe kule uliko ninunua. Sijui imeeleweka mpaka? Imeeleweka mpaka? Atarudishwe wapi?
kule, hataki hapa. Sijui mnaweza kujua ni kwa nini? Nani anaelewa? Kaelewa ni sababu gani atakarudishwa kule? Kula. Kazi itakuwa nyingi. Ustadhi anasema hapa kazi itakuwa nyingi. Ni mwingine? Israfu. Mwingine? Shabani wasemaje wewe? Halali sana. Hakuna fara. Halali sana. Hali sana. Kilichomfanya arudishwe kule, aliuliza, kwani Ramadhani ikija ni mwafunga mwezi mmoja tu? Hizi sunna nyingine inaonekana hapa haziko. Kwa hivyo ni mwafungia kula. Kinachomuondoa yeye ni watu wafungia kula. Hawafungi kwa ajili ya Allah. Na ndio kazi ya Ibilisi. Ibilisi akwambia, nunua tambi. Ingia bucheri, usinunue kilo moja, nunua kilo moja na nusu. Lete mchele. Lete sijui nini. Lete sijui nini. Huyo ni Ibilisi, si ati ni saumu ile kupeleka. Huyo ni Ibilisi. Kuvio? Umetokeza kitu hapo. Umejitokeza kitu kipya. Zuheri anauliza, sema kwani Ibilisi si amefungwa? Si ndivyo tunavyosomeshwa? Ibilisi amefungwa, lakini wewe utamfungua. Wewe unaenda utamfungua. Yale utakayoyafanya ndio yatakayofanya Ibilisi kuwa amefungwa, na utakayoyafanya ndio utayafanya kwa kwenda kumfungua Ibilisi. Wewe umeambiwa amefungwa, umemwona? Ndio amefungwa, lakini wewe utamfungua. Umeelewa? Unaambiwa usitukanane mwezi wa Ramadhani, lakini Ibilisi amefungwa. Ukinitukana nitakutukana. Una adabu, hata wewe una adabu. Ushamfungua. Huo moyo wako ndio utakaomfunga Ibilisi, na huo moyo wako ndio utakaomfungua. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, bwana, ukielekea huku utakuelekeza huko. Wewe ushaenda kwa hospitali, mganga hospitali, mtabibu amekueleza. Ni kweli yote aliyoambiwa mimi. Basi nitafanya hivi. Kukaribisha. Mungu anasema tunakuelekeza huko. Maana tunasema ni kweli. Kama ni kweli utaelekea huko, anasema kusukumiza huko. Kwa sababu umejipeleka. Sasa tufunge kwa sababu ya takwa. La'allakum tattaquna, ili mpate njia ya kumwelekea Allah, muende ule ucha Mungu. Tusonge kidogo huko mbele, turudi hapa, turudi kwenye hii sura Waislamu, sawa? Baada ya sisi kuzungumza kwamba udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu sana na tumsabihi asubuhi na jioni. Walakin qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innal quluba la tasda, hakika nyoyo zinafanya kutu. Nyoyo pia zina kutu. Sisi tunajua kutu ni mabati ama chuma, si ndio? Lakini kumbe nyoyo pia zinafanya kutu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal quluba la tasda, hakika nyoyo zinafanya kutu. Kutu ya nyoyo ni vipi? Leo ni Ijumaa, umeswali Ijumaa, umetoka umekwenda alasiri, hukurudi, ukwenda popote, ukaangalia mpira, ukaangalia TikTok zako hizo nini na nini, tayari kutu zinaanza. Ni wangapi wanaota kutu? Kono juu, inua mkono. Hakurudi, anasimi kukuru, akaja magharibi, ishai kuna mpira tena. Uone ile TV ni watu wa TV ni wajanja sana, wanajua tu kuna Waislamu wanaswali mara tatu. Kwa hivyo kile kipindi kinategwa, tutawapataje hawa kina Omari?
kinawekwa pale kati ya magharibi na isha, mpira unaanza tena. Kuna timu kama 4 unaonyeshwa, isha inapita shwa. Urongo kama utakuja hapa saa 6 usiku uswali isha, wewe utakuja hapa na huko kwako pia uswali hapa, hukupata nafasi ya kuja na kwako pia hutaswali. Ni wewe na mpira, alafu Ibilisi akwambia, mwambie Mungu nitamlipaje? Mungu kweli wakifika, Mungu halipiki, basi nitaswali kesho. Mwambie Mungu hivyo. Wewe watamka wasema, Mungu alipika bwana. Mungu halipiki, nitaswali kesho. Imeshapita hiyo siku. Ndani ya masaa 24 wewe unapumua mara 2 mara 1420 huku swali. Hata kama ni siku moja, hata kama ni kipindi kimoja, tayari umepata hasara. Inna insana lafi khusr. Kwa hivyo ikaze. Sasa unaacha vitu vingine unaviachilia. Sio kila kitu kinachoingia katika ulimwengu wewe lazima ukipate, sio lazima. Kuna vingine unaviangalia ukasema la, hiyo staki. Lakini swala ni lazima, kwa sababu swala haina extras, haina sababu. Ni kila siku wewe uswali. Haya, twende. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Huwa yeye Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi ndiye ambaye yusalli alaykum, anawatakia nyinyi rehma, anawateremshia rehma. Tutasimama sana hapa. Yusalli alaykum, anawateremshia rehema. Unaposema yeye anatuswalia sisi, Mungu anatuswalia vipi? Mungu ndiye msema Allahumma salli ala ummati Muhammad. Hivyo si itabidi hivyo. Sasa akisema Allahumma, amwambia Mungu gani? Yeye ni Mungu, alafu amwambia Mungu, tutakuwa na uongo ngapi? Itaenda haendi. Wasema huwa alladhi, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusalli alaykum, anawateremshia rehma. Sio la tuswalia, anawateremshia rehma. Na Mwenyezi Mungu anatuambia katika vitu vyote hivi, tusabbihu lillah, vinamsabihi Mwenyezi Mungu, walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi hamsikii, hamuelewi zile subhana zao. Ndio utaona ulimwengu umetafuta mpaka ukachoka, hawakupata jibu. Wamesikia maradi yanapiga, maguruguru yanapiga, umeme unapiga, lakini watu hawaelewi. Wanasema ni mawingu yanagongana, na hiyo ndio imeingia kwenye akili zetu kwamba mawingu yakigongana basi radi inalia, maguruguru yanalia. Ndio hivyo, si ndio hivyo? Ama ni kitu gani kingine? Lakini angalia, unaambiwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisikia maguruguru na radi inapiga, unaambia usemeje? Mimi siwaambie, unaambia msemeje? Sasa ndio tabu yetu sisi. Ndio maana tunasikiza darasa, kusikiza tu hewa. Unaenda darasani unasikiza hewa. Lakini kama ingekuwa unashika kitabu, aya inasoma na unaiangalia na unaiona, wewe utajua nimejifundisha kitu gani. Lakini kwa sababu ule uvivu umetuingia mpaka kushika msahafu pia unaona ni kero. Unakaa tu, Wakristo wanashika mabiblia wanajisomea na wanasomewa, lakini sisi pita pale. Msahafu uko ndani ya hiyo nyumba. Wasikia maalimu na bek. Ukitoka huko pita na hapa. Wasema inshallah. Ukifika aliyadhu billah, inna lillahi, ama ni mama ama ni baba wakuletea msahafu. Jamani, haya nimekuja hodi karibu. Akamwambia ulikuwa ni huu msahafu uko hapa, uchukue upeleke msikitini. Hicho nilikuwa kiitio. Tuko wapi sisi? Morris Bakeli anasema
1979 walikuja wale maprofesa kwenye chuo chao Amerika kuja kutembea, wanakuja kutembea makanselas. Asema siku hiyo walipokuja wakasema, leo tumekuja kuleta mafunzo, kuja kusearch Qur'ani ni kitabu cha aina gani. Sijui mmenipata? Mmenipata? 1979 basi walifanya kazi yao, wakesha. Yule Morris Barkey aliandika kitabu chake Modern Science in the Quran. Modern Science in the Quran. Yote hayo yaliyofanyika walioyapata, wakasema data in the Quran. Leo data leo nyinyi data mnaitumia tu kuweka bando na kufanya shughuli zako, unaita data, lakini hujui data ni nini. Nani anajua data? Hakuna. Nani anajua pronunciation? What the pronunciation? From force. What is the pronunciation? Hakuna. Na simnende shule. Mbuzi zikauzwa, kuku zikauzwa, baba ikawa hana namna, mkenda makoleji, hamjui pronunciation. Basi sijui tuwafungie milango tuwachape ama tufanyeje? Sasa Morris Barkey akasema katika ule utafiti wale makanselas walioupata kuhusu Qur'ani, wakasema ni kitabu cha ajabu sana, kimetoa mambo mengi sana ya science, mambo mengi sana. Data in the Qur'an ndio maana yake. Data in the, yote hayo tuliyapata ndani ya Qur'an, hayo ndio yote mnayoyaona. Mfano, awalam yarau ila at-tayri fawqahum as-safati wa yaqbilna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Nimesoma kitabu gani? Hicho kitabu gani nimesoma? Ni Qur'an. Ni wangapi wanajua kama hiyo ni Qur'an? Mwenyezi Mungu anafundisha namna ya kutengeneza ndege. Ndege ile inayopita aeroplane. Awalam yarau ila at-tayri. Hivi hawamwangalii huyu ndege aliyeko juu yao basi. Foka humu safat, anapiga zile mbawa zake, wayakubidina, kisha anaachilia. Mungu anamuuliza, mbona haanguki yule ndege? Maana msikuhuna ila rahman. Hakuna aliyemshikilia isipokuwa ni Allah. Sasa hebu mumsome huyu ndege afanyaje? Anapiga hivi. Anafanyaje? Kutia kasi sio? Akiwa kule juu, alafu yakubidina, alafu anaachilia. Na haanguki, anakwenda mpaka anapotaka. Ndio wale wazungu sasa katika kutafiti kwao wakaenda wakatengeneza ile ndege. Sisi tuko pale pale. Kumsaafu upeleke msikitini. Mungu anasema washamsi waduhaha wal qamari idha talaha. Na hapa kwa jua na mwangaza wake na mwezi unapofuatia jua. Jua likifika kule saa 12 jua la tua, nao ule mwezi kule watokeza chapu. Yule yuwatua na yule kule yuwatokeza. Huwa linakuambiaje ile jua na mwezi saa hiyo? Kuna kitu na ni siku hii. Katika siku 30 jua na mwezi hiyo wal qamari idha talaha inapatikana kwa siku hii moja. Na ni Muislamu anatakiwa kujua hivyo. Lakini hakuna jua. Sisi tumebakia tu. Walitangulia kufunga. Si tufunga kesho. Lakini kwa nini tufunga kesho na jana? Why? Baraka. Unaelewa vizuri? Wewe ukisoma kwa shamsi wa duhaha wal qamari kata una shida. Upati tabu na mtu. Wewe utafunga kesho funga. Lakini mimi najua wal qamari idha talaha wa shamsi wa duhaha. Jua linazungukaje? Na mwezi wazungukaje? La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la laylu sabiqu an-nahar wa kullu fi falakin yasbah. Kuna vitu vinaitwa orbit. Jua, mwezi unapita kwenye hizo orbit, lakini jua liko pale linazunguka hivyo masaa 24.
lakini mwezi waenda kwenda. Nilienda Lushoto, siku moja nilienda Lushoto, nilipiga wiki 2 huko Lushoto. Yule mwalimu alikuwa pale anaitwa Ustadh Abdallah, akatangaza akasema, hapa tuna mgeni kutoka Kenya. Sikutosha. Nilitoa darsa ya dakika 30, walinipatia pesa nyingi sana. Kila mtu anakuja pale, ustadhi anasalimia ndani, mna 2,000, 3,000, 2,000, mpaka vitoto vidogo vidogo msikitini ndani. Walifurahi sana. Sasa nyinyi sisi tunakaa hapa tunasema pesa ya Kenya ni nzuri, amweza kukupatia mwalimu shilingi 1,000. Sasa wale mapasta wanapakana jivu. Hii wiki yote wanapakana majivu, si ndio? Nishauliza hili jivu ni la kazi gani? Wakaniambia ni kukumbushwa ati wewe ulitoka kwa mavumbi na utarudi kwa mavumbi. Nyinyi hamjui hilo? Wanapewa pesa, alafu wanaingia kwenye manyumba kuombea. Leo mimi niingie kwako nikuombee, utanifukuza na bakora mimi. Ni nani huyo? Ati ni mwalimu mali. Anafanyaje? Atanakuja kuombea. Hebu na watoke. Lakini wale wanaingia kuombea na kila akiingia kuombea bahasha. Anapewa bahasha, atia mfukoni. Aingia nyumba nyingine. Na watu wote wako radhi na wanataka hivyo. Ninyi hamtaki hivyo. Natosha. Hatufanani na Watanzania. Hatufanani kweli. Kwa hivyo inshallah Waislamu. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Unasema subhanalladhi, anasema nini? Ukisikia radi, aradi tusikie nini unasemaje? Hebu kumbusha. Subhana man yusabbihu ar-ra'da bihamdihi wal malaikatu min khifati. Unajua kusema hiyo aya ambayo itakuwa ni dua. Ukisikia radi na makunguru useme subhanalladhi yusabbihu ar-ra'da bihamdihi wal malaikatu min khifati. Naam. Leo waambiwa tusii mawingu yamegongana kwa umeme sio nini? Wametafuta wamekosa jibu. Sasa wewe wanakuvuruga tu. Ndio wanakuambia hiki chaitwa kizunguzungu. Wewe ambao usiwaambie kabisa. Waambie tu kizungu. Ukiwaambia kizunguzungu wataamka, wanatakiwa kuamka. Mpaka tukatokana, tukaitwa Mafebruari, tukaitwa Majuni, tukaitwa Majanuari, tukaitwa majina chungu mzima. Mtoto wako leo kutoka PP1 akija na kusomea Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, wasema mama fulani mtoto huyu amesoma kabisa. Kumbe amekutajia miungu ya zamani yote. Wewe una habari? Wale Monday ni Mungu. Yule Mungu alikuwa zamani Mungu mwezi. Wewe wasema mtoto wako amesoma nini? Sisi tuko hapa. Lakini hapa ndani unajivunia nini? Unajivunia betri. Si ndio? Betri yake si ndio unajivunia nayo. Lakini itafika siku hii betri itakuwa iko hapa na umeitupa. Kwa nini? Kwa sababu connection ya kitu ule waya ule wa kuingia hapa kuingiza charge hauingii kwenye betri. Unaingia pahali kidogo sana, kuna madini kidogo sana ambayo inapatikana DRC. Leo ndio unaona watu DRC kuna vita havishi kwa sababu ya kutafuta hizo madini. Sasa ile madini ikimalizika ile nguvu yake, hii haichukui tena moto. Inakuwa imeisha, unalia unasema simu yangu haiweki moto, mimi naitupa ununua simu nyingine. Ni kitu kidogo sana imewekwa pale ndani. Lakini betri iko. Sawa na mtu. Roho ikishaondoka atukutaki tena. Ndivyo. Nani nyumbani kwao kuna maiti sasa hivi? Yule babu aliyekufa siku ile na mama na mjomba na shangazi na yule mtoto wako nyumbani mwetu. Tuliwazika sio? Kwa nini? Na ni ndugu zetu wale na ni watoto wetu na ni kwa nini tuliwazika? Hawafai tena, roho imeisha. Kwa hivyo ni sawa na kile kidude kile kijimadini kidogo kilichowekwa pale kikisha khalas mambo yameisha, simu itaki tena pamoja na kwa iko na betri.
ukiondoka kisha huyo hafai tena, inaitwa jufa, mzoga huo hafai tena. Inshallah tukomea inshallah. Hayo moja. Sawa ustaz. Naam, tuendelee. Nataka kesho natuja na alfu. Mjina baby, anzieni sasa. Baby anzia sasa. 0721 3411 60. Yandike 0721 34 11 60. Hiyo ndio baby. Nirudie. Okay, kwa hiyo utakuja jina tutakuja tu Morocco. Talikuta. 0721 3411 60. Wewe usitaki kujua. Wewe weka tu. Kwa hivyo inshallah Waislamu, hebu tuamkeni. Na tuamke tufanye mambo kisasa, tufanye mambo ile yanayokwenda ulimwengu wetu, ulimwengu wa Muislamu. Ulimwengu huu ni wa Muislamu na akhera ni ya Muislamu. Pata kazi kwako. Na hakuna ati elimu ya dunia na elimu ya akhera, hapana. Qur'ani imekusanya kila kitu. Sasa hiyo kukusanya kila kitu ndio tumebakia nao. Haya yote mambo yetu tuko nayo, mambo yetu ya kufanya, na ukifanya utaweza. Tuelewana. Kwa hivyo inshallah tusichoke sana. Inshallah kesho wadhuri mnapenda. Sawa sawa? Inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rahim. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna wa sallallahu alaihi wa sallam.